Nadhani mnamjua yule mwanaharakati alonibezi kunipa malazi. Hatuwezi kuyataja malazi gani haitakiwi kwenye taasisi. Kwa hiyo sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa, au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, hanijui. Sina hata namba yake. Sijai kukutana naye kokote. Si unanielewa? Lakini ghafla tunatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii kutokana na naona na upendo wetu tunavyopenda serikali yetu na tuna misimamo. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, tunatoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi ni kosa kubwa. Ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine aogope, tuheshimiane. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana malazi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije wakamwamini tena. Wajue kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Nakuelewa. Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho alivyonichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele ya Sabato ndo kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndo akaanza kutiririka. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini, vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema nani nina mkeka wake. Haina budi kuonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba, lakini anasema mlishawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala anijui. Simjui wala anijui maisha yake yote. Sijui umenielewa? Sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yote nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na Doto Magari. Sijui umenielewa? Asiweke AI. Najua nyinyi wasomi AI mnazichezea sana. Aweke tu picha live namsifia au tumekutana au tumekaa sehemu. Sijui mnanielewa? Unaenda kumkomesha. Kuna hatua unaenda kuzichukua, unaenda kufanya nini? Tani nishachukua hatua na wanasheria 5 mimi na serikali 3 wa kama kampuni binafsi wawili. Usione tu babu anapiga kelele. Niko vizuri. Unajua wasomi na watania na ndo wananikubali, ndo wananifundisha elimu na ndo wananisaidia. Kwa hiyo mimi wasomi ni rafiki zangu. Sio umenielewa bwana? Kwa hiyo leo nitaenda kuonyesha, nitaenda kupima. Kule waandishi wa habari hawatakiwi kwenye taasisi. Unajua kwenye hospitali haitakiwi. Kwa hiyo nitaenda mwenyewe kupima, nitarekodi, nitawaaminisha wananchi. Kwa nini unatumia nguvu kubwa hiyo kuaminisha? Siwezi kutumia nguvu kubwa. Ili jambo tayari liko kwenye jamii. Hata nisipoenda kupima, hakuna anonisumbua. Kwani babu afya yangu si mnaiona kila siku ndo hii. Zile picha alikuwa anaonyesha hapa nikwambia ni za zamani. Malazi hapo tunatokaga Dubai tunabadilisha hali ya hewa, mafua, damu, maji unaongezwa mwilini. Hivyo vitu hata mwanahabari ushaongezwa sana maji. Kwani wewe unaumwa? Kuna swali Jomba, watu wanajiuliza. Sorry mimi ndio. Swali langu ni kwamba unaenda kupima ili uaminishe jamii. Nataka utujibu kwamba kama utakutwa unaumia utafanya nini? Jambo la kawaida, jambo la heri nitaupokea kama nilivyopokea haya. Niliwaambiwa na TANESCO, babu umeme ukikatika tumfuateni babu. Kwa nitapokea. TANESCO nitaipokea, siwezi kuipinga. Hata nyie tunakoelekea. Labda kwanza nikuhakikisheni. Unajua kwanza ile jambo tunalitaja la TANESCO ni kubwa, malazi yaliyopewa. Haya malazi ya kitajiri. Mwingine huwezi kaa kwa kukutana naye kwanza lazima akwambie nijengee. Kwa hiyo msiadharau. Kwa wale waliokuwa na malazi haya tuwaombeeni dua. Sawa bwana. Mungu asimamie kwa sababu wametumia gharama nyingi mpaka kuyapata. Sawa? Kuna mwingine kwa kukutana naye huwezi kumdonyoa mpaka umjengee. Na huwezi jua kama anakupa malazi au anakupa mema. Si umeelewa? Kwa hiyo msiaseme tu kiolela. Malazi ni gharama ujue. Kuelekea kwenda kupima. Baada ya wewe kupewa hizo tuhuma na leo unakwenda kupima, kuna namna roho yako pia ina ile wasiwasi. Ngoja nikwambie, ndio maana narudia tena. Hili jambo ni kubwa kwa mtu ambaye asiweza kulibeba saa hizi, kawekwa drip, yuko na washauri wamemzunguka. Sawa bwana? Wako na washauri wanaoelimisha hili swala wamemzunguka. Au mwingine kashajiua. Au mwingine kashajipigisha ajali na daladala. Kwa hiyo vitu vingi ni jambo si la mchezo. Lakini kutokana na mimi mwenyewe umri nilofikia nao, hii ni changamoto ndogo kushinda tulizokutana nazo nyuma. Mpaka tumefikia hapa, nyie mnanijalia leo, mnanipa heshima yangu. Kuna watu kompresia kiita analipia, lakini nyie upendo wana habari. Kwa sababu najua Doto yuko kwenye jamii, Doto yuko kwenye mtazamo wa kidunia. Doto anaongea vitu vizuri, leo imekuaje? Kakumbwa na nini? Hata nyie mmeumia. Ndio, hamwezi kwa nini babu yetu kila siku tunakula naye miwa anamaliza miwa mifuko viwili. Leo babu asimalize miwa. Doto, kauli zote alizozungumza
Tunazungumza yule dada pia amesema baadaye najua tu atakuja na majibu ya uongo ya vipimo kwamba ameenda kupima kimipango. Yaani pia alishaongea. Ngoja samani, yule ni muongo. Narudia tena kwanza, msije mkamwamini tena. Kumbukeni yule ni mwanaharakati na tatizo lake ni kubwa, mnalijua kwenye jamii mpaka akakimbia nchini. Sio, mnanielewa? Halina budi kulitaja. Ingekuwa waandishi wa habari wanaaminiwa kuingia kwenye taasisi za mahospitali, nadhani wote mngeenda. Lakini kisheria haitakiwi. Mimi sijasoma, lakini wengi wasomi wananisaidia. Wananiambia Doto, tunajua leo unataka kuionyesha dunia nini unachokifanya, lakini hospitali waandishi wa habari hawatakiwi. Mimi unajua nina watu wananiangalia. Sio tu nakurupuka. Kwa hiyo ni sasa sio niwaaminishe vipi? Nadhani nitaaminisha kwa kamera itarekodiwa. Sura wewe live Instagram. Wewe una akili sana. Una kichogo chake kama Tufudenke. Una akili sana. Wasomi hai. Leo babu sikuangusheni. Siwezi kuchana mkeka. 1 minute, you know, some people day. Miongoni mwa watu ambao wameonyesha kukunanga katika kipindi hichi kigumu pamoja. Ngoja nikwambie, watu wengi Isa amefurahi sana. Hilo mimi siwezi kuwa mdogo. Labda yeye ndo alikuwa anatafuta followers kama huyu Mtufudenke alionichafua. Alikuwa anatafuta watu. Unajua kuna wengine wanatafutaga followers kwenye matatizo ya mtu. Wengi mimi wamepata followers kupitia matatizo yangu. Na mimi nashukuru umenipeleka mjini, umenipa matangazo mengi makubwa siwezi kuyataja. Unajua dunia sasa hivi inaniangalia mimi Hakuna Messi, hakuna nani, ni mimi. Hakuna chochote kwenye mkoa wa Dar es Salaam au nchi nzima. Hata wale kwa Ulaya nani hakuna, ni mimi naangaliwa babu. Sababu napendwa. Angalia Ulaya nzima watu wametaaruki. Kina Chimmakeke, dada zangu wote wa Ulaya wananipenda babu yao. Chimmakeke unajua mwanangu muuni. Kaaso kutokea sisi. Kwa hiyo lazima apinge hivyo vitu. Kwa hiyo Isa ni mmoja ambaye, ngoja nikwambieni, kumbukeni unaomuonyesha njia ndo anakuaga adui yako. Siku zote unaomuonyesha njia ndo anakuaga adui yako wa kwanza ili akuzuru. Kwa hiyo Isa anafurahia mimi nipate garika ili apate kuhadisia auze magari yake. Na mimi garika alinikuti. Mimi na mwanamke mmoja, kumbukeni babu yenu. Mwaka 30 Bi Aisha. Yeye ana wanawake 4. Kuna wa Facebook, kuna wale wanaongopea watoto wa chuo, kuna wale walabu wanakutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapo angalieni nani ana tatizo. Sio, umenielewa? Tusiongee sana hapa, tuko kwenye mambo ya maradhi. Kwa hiyo kumbukeni yule ni mtu mjinga, alikuwa anatafuta followers. Na wengi walimsema wenye heshima zao. Wewe Doto ana majanga. Si majanga. Kasingiziwa matatizo kwenye dunia. Unakuwaje unafurahia? Ndio jana anapiga simu na daktari wake wa uongo. Ni mtu mjinga, tukimtaja kama tunampeleka mjini. Kwenye list ya watu wanaenda kuwachukulia hatua, Isa Mwijaku ni mmoja ya watu ambao wako kwenye orodha. Wote wapo hao. Isa tambuu. Hata nilipe hela nyingi tu. Kwa sababu huwezi kunisingizia maradhi. Huyo ndio usiseme. Gorofa yake naenda kulala mimi. Walai nakwambia natandika mkeka, yani siwezi kuongea, mekende zinaninyia na lala juu. Haki ya Mungu. Nampeleka mahakamani namfunga. Hawezi, hana kizuizi. Utamwomba shilingi ngapi? Yule nachukua mpaka miswaki. Sina cha kumuomba, nabeba kila kitu. Si unajua na sheria wakishavumbua vitu, tayari akishakutwa na hatia. Yaani nabeba mikeka, miswaki, kila kitu. Yaani asiondoke na chochote, barubu aache za chooni, yale maua, wale mbwa wake wale wote. Yaani nabeba kila kitu, yale magari yake. Yaani mpaka nguo simruhusu kuondoka. Sheria inasema hivyo. Yaani aondoke, siwezi kuongea sana. Kichwa mviringo kazi unayo, unanilipa hela nyingi. Nyumba unaiacha na lala mimi babu. Doto, mimi najua unafanya kazi na makampuni mengi. Kulingana na hichi kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, hakuna kampuni yote ambayo imekuletea shida au hakuna shida. Labda nikwambie, ukiona kampuni imekuletea shida, hao wanafiki hawajakuwa naye pamoja. Wengi wanaona ni jambo la kawaida. Kama watu wanabezwa vikubwa, itakuwa mimi kubezwa maradhi. Why? You know. I make sense, I need you. Kwa watu wako karibu ni Isa Mwijaku na wabeza. Yule. Oya, nikwambie kitu, wewe mwanahabari, siku zote msaidie mtu maisha, baadaye anakuwa adui yako. Kumbukeni hilo neno. Nakumbuka Isa mlikuwa mumjui nyinyi. Isa onekani kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi kumchukua, kumtoa kule Tegeta kwenye kuuza majeneza, sawa, ni biashara tukatai. Kwa hiyo lazima awe na chuki. Unajua mimi ni mtu mkubwa kushinda yeye. Mimi naangaliwa sana na jamii. So mimi nimenyooka, sijasoma, naongea vitu vya ukweli. Sipindishi. Ndio maana mimi kwa jina langu mtu mwingine sasa angekuwa na mabausa wamenizunguka. Lakini mimi natembea peke yangu. Hata nyinyi mnapenda, mnaona babu mbona kajiachia? Babu mbona hana mambo ya show off? Na ndio ninapopendwa na watu kwa sababu mimi sifeki maisha. Sijui mimi leo najikubali. Sio unaona sasa miguu ina vumbi, ndala, kanzu langu lina mchuzi wa maharage. Mwingine hivi angejiandaa lipstick, mwanamume angepaka paka wanja. Wapo. Wabara Media. Sauti ya kweli.